lawama wale viongozi waliokuwa viongozi wa sekretarieti yetu, wenye mradi wenyewe, na mninukuu vyema, wenye mradi wenyewe, walioondoka baadhi yao waliteuliwa tena na uongozi huu ulioingia madarakani kuweza kuwa viongozi. Julius Mwita alikuwa katibu wa sekretarieti ya awamu ya uongozi uliopita, na sekretarieti mpya iliyoingia madarakani ilimpendekeza tena kuendelea kuwa katibu wa sekretarieti. Kathleen Luge alikuwepo kwenye sekretarieti iliyopita, na uongozi mpya huu ambao anasema unawabagua ukamteua tena kuwa mkuu wa idara ya jinsia. Kwa hiyo mpaka hapo tu kwamba hoja zao kwamba wametengwa, wamebaguliwa, hawashirikishwi katika shughuli za chama haina mashiko, ni uongo. Kwa sababu ingalikuwa kweli, sekretarieti isingewapendekeza na kamati kuu kwenda kuwathibitisha na wakaingia ofisini. Labda waje watuambie Mwita na Kathleen kwamba sekretarieti ilikaa vikao hawakuitwa, waje na ushahidi. Lakini sisi wanachama tunajua kwamba vikao vyote vya sekretarieti walishirikishwa, walishiriki Mwita akiwa katibu, na walikuwa ofisini kila siku wakifanya majukumu yao katika makao makuu yetu ya chama aliyoko Mikocheni. Lakini jambo lingine, wale viongozi wengine kwa maana ya manaibu wale hawakuteuliwa tena. Kama hawakuteuliwa maana yake hawakuwa na nafasi yoyote, walikuwa ni wanachama wa kawaida mpaka wanaondoka. Kama mwanachama wa kawaida kwa mujibu wa katiba yetu, vikao ambavyo unahudhuria mwanachama wa kawaida, kama Salum Mwalimu alivyoondoka alikuwa mwanachama wa kawaida, kama Mzee Kigaila alikuwa mwanachama wa kawaida, kikao walivyokuwa wanaweza kuhudhuria ni kikao cha msingi, ngazi ya chini kabisa ya chama, na kikao cha matawi, yani kwenye matawi yao. Kwa hiyo sehemu ambayo walipaswa kushirikishwa katika vikao na katika utekelezaji wa maazimio ya vikao ni kwenye misingi yao na matawi yao. Yani Mzee Kigaila anaishi jimbo la Ukonga, kata ya Mzinga, mtaa wa Mwanagati. Yeye alitakiwa ashiriki kule katika utekelezaji wa shughuli za ujenzi wa chama, na sio kutaka kushirikishwa na viongozi wa taifa, na kitu ambacho sio kweli. Na naomba hapa niweke kumbukumbu nyingine vizuri. Nadhani ndugu waandishi wa habari mtakumbuka, katibu mkuu amekuwa akinukuliwa mara nyingi akisema ya kwamba baada ya ule uchaguzi baada ya kupatikana sekretarieti mpya, aliwaita akitaka wakutane waliokuwa viongozi wa sekretarieti iliyopita na viongozi wapya wa sekretarieti kwa ajili ya kushauriana masuala mbalimbali ya ujenzi wa chama. Lakini walimjibu ya kwamba waache wapumzike. Sasa watu ambao walishirikishwa wakakataa, leo wanatoa wapi uhalali wa kusema ya kwamba hawashirikishwi? Hawa watu ni waongo, wana mradi wao, wawaambie watu ukweli nini wanachokifanya, na wakiendelea tutasema kwa sababu tunayajua ambayo wanayafanya.